Bwana mdogo tajiri alipenda Yanye wa familia yake, lakini Yanye alimrudishia pete yake ya uchumba na hata akampa barua yake ya kujiuzulu. Mwanamume huyo alikataa kumruhusu aondoke na akakataa ombi lake la kujiuzulu. Mwanamke huyo alilazimika kudanganya kwamba alikuwa anarudi nyumbani kwao kwenda kuolewa. Mwanamume huyo alishtuka sana na papo hapo akafikiri pendekezo lake kwake lilikuwa mzaha. Hivyo alizuia huzuni yake na akamwacha aende. Wakati tu mwanamke huyo alipofikiri uhusiano wao ulikuwa unaenda kuisha, bibi wa yule mwanamume alikuja ghafla kumwona. Alishtuka kwa sababu bibi yake alikuwa amemchukia kila mara hapo awali, lakini sasa alikuwa akimwomba afungue mlango nje ya nyumba yake. Jambo la kushangaza zaidi, baada ya kuingia, bibi huyo hakumdharau kabisa, lakini alimuuliza jinsi amekuwa akipata hivi karibuni. Mwanamke huyo alijihisi vibaya, asijue jinsi ya kuelewana na mwanamke huyo mzee ambaye alikuwa amemnyanyasa. Wakati huo, bibi huyo alizungumza ghafla, akitumai kwamba mwanamke huyo angeweza kurudiana na mwanamume huyo. Mwanamke huyo alikataa mara moja, akisema kwamba alikuwa ameshajiuzulu na asingekubali hata kama bibi huyo angemshawishi kwa pesa. Bila kutarajia, bibi huyo alilia, akisema kwamba familia imefilisika na kwamba hana pesa za kumshawishi. Ilitokea kwamba baada ya kutengana, mwanamume huyo alilaumu makosa yake yote kwa bibi yake. Alifikiri ni kwa sababu ya bibi yake kumdharau mara kwa mara mwanamke huyo kuhusu hali yake ya kijamii ndiko kulikomfanya ajione duni na asiyestahili kuwa naye. Alisema kuwa kama bibi huyo asipoomba msamaha kwa mwanamke huyo, angeacha biashara zote za familia. Bibi alikuwa amefikiri mwanamume huyo asingekuwa mkatili sana, lakini hakuwahi kutarajia kwamba angefanya hivyo kweli. Juu ya hayo, baba yake alikuwa hajui lolote kuhusu biashara na alifanya uwekezaji wa hovyo, jambo lililosababisha kampuni ya familia kufilisika. Baada ya mwanamume huyo kupata habari hiyo, aliugua kwa hasira. Mwanamke huyo alishtuka sana na mara moja akachukua koti lake ili aelekee nyumbani kwake. Lakini mara tu baada ya kuondoka, bibi huyo alitabasamu kwa ushindi. Wakati huo huo, mara tu mwanamume huyo alipojua kuwa mwanamke huyo anakuja, alijifanya kuwa mgonjwa mara moja. Alijifanya kuwa dhaifu kwa makusudi, akisema mwili wake wote unauma. Hakuweza kujizuia kutabasamu kwa siri alipoona jinsi mwanamke huyo alivyokuwa na wasiwasi na msisimko juu yake. Lakini mwanamke huyo alimgundua. Papo hapo aligundua kuwa alikuwa akizuga ugonjwa wake, jambo ambalo lilimaanisha kuwa bibi huyo naye alikuwa amemdanganya. Hivyo aliondoka kwa hasira akiwa tayari kwenda zake. Mwanamume huyo alijaribu kumkimbiza, lakini kwa bahati mbaya akaanguka na kuumia goti lake. Alipoona hivyo, mwanamke huyo alimsaidia haraka kusimama, na hapo ndipo alipoona ni kiasi gani cha uzito mwanamume huyo alikuwa amepoteza. Alipoona wakati huo mzuri, mtunza nyumba alizungumza mara moja, akisema mwanamume huyo alikuwa hajala chakula kizuri tangu mwanamke huyo alipoondoka. Na kweli alikuwa amefilisika sasa. Wafanyakazi wote katika jumba hilo wangefutwa kazi hivi karibuni. Mwanamke huyo hatimaye alilainisha moyo wake na akakubali kubaki na kumtunza. Mwanamume huyo alifurahi sana na akaamua kumfanya mwanamke huyo ampende kabisa. Usiku huo, mwanamke huyo alitoa dawa na kumwambia ainywe, lakini mwanamume huyo alikataa kwa sababu aliogopa ladha yake chungu. Ili amfanye anywe dawa hiyo, mwanamke huyo alichanganya kwenye supu, akisema isingekuwa chungu kwa njia hiyo. Hata hivyo, mwanamume huyo alinusa mara moja tu na kusema supu hiyo imekuwa chungu. Mwanamke huyo hakumwamini na akanywa kidogo na akagundua kuwa supu hiyo ilikuwa chungu kweli. Kisha akamuuliza mwanamume huyo anataka amfanyie nini ili anywe dawa hiyo. Mwanamume huyo alisema kwa aibu, nitakunywa dawa hiyo ikiwa utanishandika kwa mdomo wako. Kwa kushangaza kwake, mwanamke huyo alichukua funda la supu na kumlisha kwenye mdomo wake. Komenti kama unahitaji mwendelezo.